Leo nataka niwape mbinu marafiki zangu, ndugu zangu, wamama zangu, mtu yoyote yule, awe mwanaume, awe mwanamke, awe yoyote yule, mwanaume, mwanamke, baba, mama, mtu yoyote tu. Unajua kama unataka kupigana, kama unapigana na mtu, unajua kabisa ushapigana naye, aidha kwa maneno au kwa vitu chochote kile. Umeshaelewa? Umepigizana naye kelele. Kama mwanaume wako umepigishana naye kelele, mbona huwahi kurudi? Mbona unaongea na wanawake? Mbona uko busy na simu? Mbona uko hivi na hivi? Ushaelewa? Hii naongea kwa mtu tu yoyote ambaye yuko tayari kubadilika na kuwa mwema katika mahusiano na akafanya mahusiano yake yakaendelea. Mahusiano ni yoyote yale, yawe ya urafiki au yawe ya upenzi, yawe yoyote tu. Ushaelewa? Ukitaka yafanye kazi au yaendelee kuwepo hayo mahusiano. Umeshapiga kelele na mume wako, umeshapiga kelele na mpenzi wako. Kwa nini ana marafiki wa kike tu? Kwa nini akiondoka hakutumii meseji? Kwa nini akifanya hivi mbona hawahi kurudi? Mbona anarudi majogoo kila siku? Na kile unachoongea unaona kabisa hakibadiliki. Njia ni moja tu. Adui yako mfanye kuwa rafiki, ili ujue kitu gani ambacho kinamfanya yeye awe hivyo. Ushaelewa? Umfanye yeye kwa nini anafanya hivyo, yaani uwe naye karibu, umfanye rafiki. Adui yako mfanye rafiki yako. Hapo ndo utaona utamshinda huyo adui yako. Na kwa wale ambao wanapigishana kelele na wapenzi sijui na marafiki sijui nini na nini, ufike mahali ukae tu kimya. Yaani ukishakaa kimya tu, anaona tu unakaa kimya, usemi naye tena. Yeye ataona kwamba mbona huyu mtu kakaa kimya? Mbona siku zote alikuwa analalamikia kwa nini nachelewa kurudi, kwa nini hivi na hivi, lakini sasa hizi kaamua tu kukaa kimya. Kwa nini? Atajiuliza yeye maswali sasa. Ushaelewa? Bwana, mimi nakupa mbinu. Kama umepiga kishana kelele na huyo mtu, si umemwambia mbona unachelewa kurudi? Umemwambia mambo yote ambayo yalikuwa moyoni mwako, kisilani kilikuwa kimekujaa. Anza kujifunza wewe mwenyewe kubadilika. Hicho kisilani kitoe. Muombe sana Mungu yaani akusaidie kisilani kitoe, kuwa na amani. Yaani si kwamba mimi ndo nimekamilika kwenye hilo, hapana. Yaani mimi mwenyewe na mimi najifunza ili na mimi niwe sehemu nzuri. Njia kama hizi zitatufanya tuwe kamili na familia zetu. Zitatufanya watoto wetu wakue katika malezi bora ya baba na mama. Lakini tukisema kwamba tukurupushane tu, sijui wewe umefanya hivi na mimi nitafanya hivi, sijui wewe umefanya hivi, wewe umechelewa kurudi, mimi nitaondoka nyumbani, mimi nitaenda nini na nini. Yaani chochote kile tunachokifanya kwenye mahusiano tunawaumiza watoto. Nikwambie usije ukasema kwamba mbona shangazi yangu kaolewa na kaachika, anaishi saa hizi maisha yake mazuri. Asikudanganye. Hakuna mtu ambaye anaishi maisha mazuri kama baba wa watoto hayupo. Maisha hayo wewe utaona tu mazuri sababu unawapa sijui kila kitu wanachokitaka, sijui unawanunulia, unawapeleka sijui Mlimani City, unaenda kucheza, unaenda kula, unaenda nao restaurant, wanakula. Hivyo ndo ambavyo mimi wanawake wengi tunaamini hivyo ndo vitu muhimu kwa watoto. Ndugu yangu, sio kitu muhimu. Kumnunulia mtoto nguo, una uwezo wa kumlisha mtoto, una uwezo wa kumfanyia chochote kile kitu ambacho kinaonekana material. Hicho si kitu kwa mtoto. Nikwambie tu, mtoto anataka asikie sauti ya baba. Mtoto anataka asikie baba naye anazungumza kwenye hii nyumba. Lakini kama hivyo ndo nishaona purugushani za, unajua sisi wanawake ndo tunaamua ndoa ikae au iondoke. Ndoa isimame au itengamane au isitengamane, sisi wanawake. Lakini unavyoona sasa yale maumivu yanakuwa makubwa kutoka kwa wanaume. Tunafika mahali tunakata tamaa. Tunasema mimi liwalo na liwe, mbona shangazi yangu karudi kwa mwanaume na ni single mother anaishi maisha yake.
Ushaelewa? Wewe hujui undani wa shangazi yako, hujui undani wa jirani yako yule ambaye unaona anaumia vipi kulea wale watoto. Japo kwa nje ana furaha, anaona watoto wanaenda Mlimani City sijui kucheza siku za Jumamosi, anawapeleka wanafurahi, wanacheka, anawanunulia matoi ya kila aina, sio anawafanyia kila kitu, anawapeleka kwenye restaurant wanakula vizuri. Wewe unafikiria kwamba yule shangazi yako anafurahia? Nikwambie, kama kuna mtu wa kushare kuhusu watoto wako, yani damu moja ambayo watoto wameshare naye, wa kushare naye kuhusu familia yako, hicho kitu hicho kinaumiza watu wengi sana. Najua wengi hawatatoka hapo nje kuja kusema. Mimi siwezi kushare na mtu kuhusu mtoto wangu. Mwanangu na sasa amechaguliwa shule fulani, kwa hiyo sasa tunafanyaje? Kama mzazi mwenzako unazungumza na mzazi mwenzako. Unaweza kuzungumza hivi na ndugu yako, lakini asichukulie ile kama baba. Asichukulie ile kama mama aliyomzaa huyo mtoto. Sijui watu mnanielewa. Hebu nendeni deep. Acheni na vitu kusema kwamba mimi mwanangu sijui nitamlea hivi. Kwa hiyo ndio maana nimesema tutunze ndoa. Wanawake tu sacrifice sisi wenyewe, tusio wa binafsi, na wanaume pia kama mnanisikiliza, msio wa binafsi, msacrifice kwa ajili ya watoto wenu wakue katika malezi bora ya baba na mama. Hao watoto ndio wanaumia, nyinyi mkiachana watoto ndio wanaoumia. Na siku zote nasema mtoto sio kupata kila kitu cha hapa nje. Watu wanafikiria kwamba ndio anaishi vizuri, ndo anaweza kuishi bila baba, anaweza kuishi bila mama, kitu ambacho hicho hakipo. Lakini tukumbuke kwamba baba anaweza kumlea mtoto na akapata kila kitu. Unaelewa? Lakini pia inashauriwa mama lazima awepo. Lakini mama hawezi kumlea mtoto akawa kama mama, akawa kama baba. Yani mama hawezi kuplay ya baba kwa mtoto. Lakini baba angalau kuna 70% na ya kuplay kama baba, kama mama kwa yule mtoto, na akakuwa katika malezi angalau. Hata tukiangalia watoto ambao wamelelewa na baba peke yake na mama peke yake wanakuwa na utofauti. Huyu ambaye amelelewa na baba peke yake atakuwa ngangari kidogo. Huyu ambaye amelelewa na mama peke yake hawezi kuwa ngangari. Yani huo ni uhalisia wa maisha. Kataa, kubali. Weka comment yako na ushauri gani. Bye bye.